Junda TV. Kwa majina naitwa Abubakar Masha aka Mchina Mweusi kutoka kule Yangzhou, Shanghai, Wuhan, China. Ndio kwanza nimewasili na ndege ya saa 12:30 kwa ajili ya wananchi na wakazi wa Junda. Msisahau kusubscribe, msisahau kulike, msisahau pia kucomment. Ni vizuri sana tunapocomment, tunapolike na tunaposubscribe ili tuongeze sana ndugu studio na jisikie ukiwa huru. Asante sana presenter. Kwa wapenzi watazamaji wa Junda, kwa majina naitwa Abubakar Masha aka Mchina Mweusi kutoka kule Yangzhou, Shanghai, Wuhan, China. Ndio kwanza nimewasili na ndege ya saa 12:30 kwa ajili ya wananchi na wakazi wa Junda. Abubakar ni mwalimu wa tajriba ya muda mrefu. Nafikiri kwa ufupi hivyo ndo naweza nikawaelezeni kuwa nani Abubakar. Asante sana ndugu yangu Abubakar. Reception. Najua kuna kwanga na very special reception. Exactly. Unapokea reception nzuri kwa nasema yuko vizuri mwalimu hii na nini. Now, changamoto zenye unaona katika shule binafsi. The challenges that teachers are going through in private schools. Hapa tunaongelea too much work ama a heavy workload. The working hours are longer. The pay is not comparable to the working hours. Naelewa? Yes. Kuna kuta mwalimu sasa, kunazo shule ambazo mwalimu analipwa 8,000 kwa mwezi, analipwa 10,000 kwa mwezi. Ukipiga mahesabu simple arithmetic out of that 10,000 inakwambia nini? Kwa siku ni 300 na vijipeni. Hata 200. Unaona? Yes. Maisha haya ya leo, piga breakfast unakula shingapi? Piga lunch unakula shingapi? Piga supper unakula shingapi? Hapo tena uko mwenyewe. Unanielewa? Hilo ni la kwanza. La pili, teachers in private schools work under high pressure ya wazazi and the proprietors. Wazazi wanakuletea ama mzazi anakuletea mtoto hata kuambia alivyompata ule mtoto, ama labda pengine there is a genetical factor na ule mtoto. Yes. Lakini yeye maoni yake na matarajio yake ni huyu mtoto afanye vizuri by all means. Yaani ni kana kwamba amemleta mtoto kwa malaika au kwa Mungu mdogo. Director naye anataka hakikishe kwamba watoto wako katika ile darasa wamefanya vizuri ili apate sifa kwa wazazi na watoto wafanyeje? Waongezeke. So you are under pressure on both ends. Shanifahamu? Hiyo ni changamoto nyingine ambayo walimu. I truly understand because I'm trying to digest. And this is this is where we can as a society. Yes. And we will ask ourselves questions. Like when you're taking a child to the school, that means most of the parents, we try to neglect the roles of being a parent, of explaining to the teacher. So we give a teacher almost, let me say 90% to solve the situation of the child. Exactly. So unabandikwa wewe. You have not worked out on any methodology on how you are going to help the learner. Unaona? Yes. Wale wanataka kuona matokeo. Sababu? So hilo ni jambo lingine ambalo linawakuta walimu. Alafu ikija sasa unakuta huu mwalimu sasa, zipo shule ambazo wakati wa likizo halipwi hata shilingi 10. Yaani ni kana kwamba ameajiriwa kwa miezi 3, baada ya miezi 3 amefutwa kazi. Akirudi ni sawa, asiporudi ni sawa. Director hatowaza ile kwamba bado huyu ni wangu mimi, atarudi hapa anabana kwake. Haya, zipo zile shule ambazo tunashukuru kwamba angalau wanalipa walimu nusu mshahara. Hao nawapa kongole kiasi fulani. Ila pia sitoacha kuzitaja zile shule ambazo zinalipa vizuri. Na sitozitaja kwa majina, lakini zipo shule ambazo zinalipa vizuri. Ila sasa hutotamani presenter upate nafasi uende ukafanye kazi katika zile shule. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya shule aidha unajua ama hujui, lakini kuna baadhi ya shule zimewekwa CCTV kila mahali kasoro chooni. And the moment ile CCTV haikumuliki sehemu ambayo iko, it's a call. So where what are you doing? So in short,
These are the main challenges zenye walimu wanapitia. Yani mwalimu ni kama mwanafunzi. Zaidi ya mwanafunzi. Mungu ni kama walijua. Naam. Ni kama Mungu alijua. Ni kama Mungu alijua kabisa. Kwa sababu najaribu kuimagine mimi sasa ni mimi nachungwa. Mimi hata sijui kama ningemanage maana kusema kweli ni changamoto kubwa. Mimi hata sichukulii kwa udogo kwa sababu na imagine Bakari ya kwamba kuna mwalimu anafundisha, anarauka shuleni. From 5 huyu mwalimu yuko shuleni. Anakaa mpaka 5. Hakikisha mtu amepata kama ni basi na sio 5, ni 6. Hakuna shule wanashida watoto 5 na kama zipo ni moja chini ya 100. Na mshahara shilingi 8,000. 8,000. Mwalimu analishi kwa haezi lipa nyumba shilingi 5,000. Hawezi. Mwalimu anayefundisha mtoto ambaye anaenda kesho national school hawezi lishi nyumba shilingi 10,000. Ni ngumu. It means maisha yake lazima yawe below average. Yatakuwa chini kabisa. Walimu madirectors wetu wa shule za Junda. This is a very sensitive case that is brought on us. Kwa meza yetu leo katika studio tumeletewa hii jambo. Na mimi nataka niulize pale nje kama wewe ni director, je, unalipa walimu wako pesa ngapi? Mshahara kwanza ni muhimu. Then jambo la pili ambalo ningepa naongelea ni kuhusu mambo ya workload. Walimu wanapewa kazi nyingi sana. Mwalimu, nirudi kwako tena. Sasa unajua mimi sitakuita Abubakar, nakuita mwalimu. Asante. Nirudi kwako tena. Ni furaha yangu kuitwa mwalimu. Ukicompare, now you know sometimes it's good to compare. Ndio. Ukicompare private schools za hapa Junda. Na tukienda upande wa pili kule tunaita a high end ama high class. Tunapaita Nyali. Ndio. Kuna Kizingo. Ndio. Kuna Vipingo. Ndio. Kuna sehemu utajika hapa Mombasa. Je, wewe ukiangalia workload ya kule na huku ni kama kuna tofauti? Kwa sababu utaona mwalimu anayefanya kazi Nyali kidogo ana nafuu. Ama iwe ni tunaweza sema ni PR, maana unajua Kenya leo PR tunapenda sana. Ndio. Inaweza kuwa mtu anavaa vizuri unapata polisi na kumbe pia anapitia pressure chini ya maji. Anavumilia tu. Anakufa kisabuni. Hebu tupatie kidogo. Bwana presenter, nafikiri umeangukia ndipo kwa sababu moja. Nilipata bahati nyakati za nyuma pia kufundisha remedial ama tuition pande za Wanyali kwa familia ya Kisomali. Nilitamani hiyo tenda iendelee. Nimewaambia huko mambo ni tofauti, si kweli? Kiasi fulani, siwezi kuwasifu kwa 100%. Kwa sababu kule nilikuwa nalipwa shilingi 500 kwa lisali moja. Sasa wewe kama mwalimu nadhani uko unasukuma masaa kwa wingi. Mimi nakushuku. Kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, kwa kuwa mimi nina uzoefu na hawa madirectors wetu ambao kwanza walikuwa wakinifinya, ilibidi nitumie kigezo kwamba naenda kusoma mchana. Ili kwamba huku najaza na huku pia kule najaza. Unalinda jina na unatengeneza jina huko. Unanifahamu? Sasa nilikaa na wale watoto kwa zaidi ya miaka 3. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na mwenzangu. Mimi mara nyingi sana nimebase katika mathematics, English, social, creative arts and sports. So when I was handling these learners, I was basically on mathematics and social studies plus English. Na yule mwenzangu alikuwa na handle Kiswahili. Kwa sababu Kiswahili nakiongea, lakini ukweli wa Mungu kufundisha kile nikataa. Unaona? Ila kati ya hizi shule ambazo nakwamba zinalipa vizuri na zina pressure kubwa, kwa bahati mbaya nyingi zinatokea huko. Kule juu. Huko kwenye pesa nzuri. Sawa. Wewe tumaki Junda kwetu. Junda ina nafuu. Nafikiri madirectors wetu wakiongeleshwa vizuri, nina imani kwamba wanaweza kufanya jambo. Kuangalia. Ndio. Na tukirudi katika hizi changamoto za watoto. Wewe kama mwalimu najua umeencounter a lot of challenges, you've encountered a lot of challenges. Inafika wakati hata sisi tuko na watoto. Ndio. Mtoto unamtuma asubuhi. Hizo wazazi tunasema nenda. Hataki kujua kama balance iko ama hakuna. Nenda shule. Kidogo anarudi. The next thing unainua simu. Vipi nyinyi bwana? Mbona mmerudisha mtoto nyumbani? Na mbona hamunielezi? Na mbona hamunielezi? Kwani si nitalipa? Changamoto za watoto wa Junda.
Well, to be specific, Junda changamoto. Junda. Unapata kuwa na drop shule, mtoto anaacha tu shule, alikuwa private anaacha. Ndio. Ana government pia anaacha. Watoto pia wanaandamwa na changamoto nyingi sana. Miongoni mwa changamoto hizi, ndugu mtangazaji, moja ni ukosefu wa ada. Sawa, mmoja wapo ni ukosefu wa ada. Kwa sababu gani? Hali ya maisha sasa hivi imekuwa ngumu, wengi vibarua hamna. La pili, watoto hawa wanakosa mpaka writing materials, learning materials shuleni. Sawa. Tatu, watoto hawa pia wanapata changamoto ya kutelekezwa. Wameachwa mikononi na wazazi, ni dunia iwaangalie, ni shule iwaangalie. Kwa hiyo ndio pale unaposema kwamba mtoto karudishwa nyumbani. Kuna yule anarudishwa shule ama anarudishwa nyumbani, mzazi anamrudisha kwa sababu yuko, na kuna yule atarudishwa na hatofika. Sawa? Yes. Alafu kibaya zaidi, kingine ambacho kinawakumba watoto ni hili swala la mihadarati. Sasa hivi kama ni mgoka, kama ni marungi, kama ni bangi, ni vitu vya kawaida sana, kama vile kwenda kununua ugali ama kununua unga kibandani. Tofauti na wenzetu wa Tanzania kule ambako ukipatikana na bangi ni kama upatikana na sigara. Lakini ukipatikana na jani moja la mgoka au marungi una miaka 30 ndani. Uwe ni mwanafunzi, uwe ni mtu mzima. Sasa huo utekelezaji na hizo changamoto hizo ambazo sasa zimechangia mahali kwamba watoto wengi wameona nafasi ama njia rahisi, especially wa kiume, ni kuangukia bodaboda, kwa kuangukia mjengo ama kujiunga katika makundi ya kihuni. Na wale ambao wamevumilia kubaki shuleni, ujue ile kumrudisha mtoto nyumbani ina athari yake. Wakati amerudi nyumbani, shuleni masomo yanafaje? Yanaendelea. Yes. Alafu yeye anapotembea, unao watoto ambao wana ule mtazamo, kwa nini mimi? Kwa sababu tayari bado ukiangalia kimtazamo, mentally yule mtoto anakuwa tortured. Kuna jirani atamuuliza, umerudishwa kwa nini? School fees. Kuna wazazi hawajui kukaba, especially wanawake. Na mamako anapovaa vizuri, ameshindwa kulipia ada. Unaona? Babako si anarauka, ameshindwa. Ama kuna wale ambao baba zao bahati nzuri au mbaya ni walevi. Babako kazi yake ni kulewa tu. Kazi yake ameshindwa kulipia. Unaona? Unakuta yale yote maneno yanayozungumzwa yanaingia yote kwenye kichwa cha mtoto na yanamuuma ule mtoto. Anaenda shuleni, maana inafika mahali zipo shule kwamba inabidi akienda akikaa sana na hakuna response, shule inapigia simu. Basi njoo hivyo hivyo. Akija sasa kweli atakuwa darasani, lakini akili mentally imekuwa affected. That's why the performance will not be good. Haya. So hizo ni changamoto ambazo tunajua wanapitia. Ndio. Na ndio zimesukuma watoto wengi kuingia katika hali ya uhuni. Kabisa. Mwalimu, tumekuwa na kisa hivi karibuni, just recently. Ndio. Tumekuwa na kisa cha mtoto wa miaka 13, if I'm not wrong. 11, ni jirani yako. Ndio. Hicho kisa kidogo kilinipiga mahali, nilifinyika mahali kidogo. Nikajiuliza maswali nikakosa majibu. Kweli. Maana hata mimi nina mtoto wa kisichana. Kweli. Na kusema kwa kweli kwamba namkuza mimi mwenyewe pale nyumbani. Naam. Unapata wakati mwingi, muda mwingi unaona pengine sitakuwa na yeye pamoja. Ndio. Saa zingine nimetoka nimemwacha pale na majirani, anacheza peke yake. Ndio. Hakika hili jambo lilinisukuma kwa ukuta. Nikajiuliza maswali nikasema, kama leo ingelikuwa ni wangu amefanywa hivyo, basi ningejificha wapi? And I want to tell you this. Yes. Society will never appreciate you when such happens. Hao wenye wanakuchekea leo, kitu kama kile kikitokea, wanakubadilika. Ndio wale watakupointi vidole. Kana mbaya sana. Mimi kitu cha kwanza nilihurumia ni yule mama, sababu nilijua tayari hapa kuna maneno mengi atayapitia. Ameelewa. Kuna stigmatization mama atapitia in the rest of his life. Kweli.
Mwalimu, hili jambo kama wewe mwalimu, naam, unalipokelea vipi na unalijadili vipi kama wewe mwalimu, na kando na kuwa mwalimu kama mzazi? Asante sana ndugu presenter. Swali la kujiuliza, mpaka ifikie hapa mvua ilianza kutunyeshea wapi? Hilo ni swali. Tunarudi pale kwa kufukuza mtoto shuleni. Ushanielewa? Moja. Pili, sisi wazazi tumeweka utafutaji pia mbele zaidi kuliko muda na watoto. Cha kwanza, cha pili hicho. Sawa? Muda mwingi tumeweka katika utafutaji. Unarauka nyumbani saa 11 unaenda shughuli zako za kazi, labda kurudi ni saa 2. Between this time mtoto yuko mwenyewe. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo lingine ni kwamba siku hizi maisha si kama zamani kwamba mtoto ni wa jamii. Siku hizi mtoto ni wako inapochukuliwa. Lakini kwa nini ilikuwa ni wa jamii? Alikuwa Johnson akipatikana amefanya kosa na jirani atarekebishwa, ama anatembea na mtu fulani ambaye hajulikani atanasuliwa. Lakini leo hii kama Johnson atarekebishwa ama Abubakar atarekebishwa kwa kosa fulani, mzazi ndiye atakuwa wa kwanza. Kwa nini mwanangu mfanye vibaya ama muongelee vibaya? Yes. Unaelewa? Na ndio maana jamii imefikia mahali wameachilia, wanaona lakini kuweka mkono hawawezi. Shafahamu? Alafu ukiangalia bado linarudi pale pale, manake swala zima ni mihadarati. Waliofanya hili jambo sidhani ni watu waliokuwa na akili timamu. Ni watu ambao akili zao zilikuwa zimebadilika. Sawa? Na wakaona labda huyu ni mwanamke, na kama manake unapotumia vileo ni kwamba akili yako inakufaharisha wewe tajiri, wewe ndio unamiliki ulimwengu, wewe ndio unaweza kufanya chochote na hakuna atakaye kufanya lolote. Shafahamu? Kwa hiyo wao wakafikia ile, manake swali langu mimi naulijiuliza katika tukio la huyu mtoto ambao mpaka leo hii mimi sijaamini, na mimi nilisema kwa haraka haraka na Mungu anisamehe, lau ingekuwa mtoto wangu basi labda mimi ningechukua hatua ya kumuombea hata albadili, kwa sababu ukweli ni jambo linauma. Kwa nini? Wanawake wamejaa ambao hawajaolewa, wapo ambao wameshatelekezwa. Yaani wanawake kwa ufupi ni wengi kuliko wanaume hii dunia. Kwa nini ufuate mtoto mdogo? Shalifahamu? Lakini mihadarati hususan Mombasa imekuwa ni tatizo, kwamba wengi wameshachanganyika katika akili kiasi kwamba wanaoyafanya hata wakirudi kwenye senses zao za kawaida, ule ukweli wa Mungu ni kwamba wanajilaumu na pale kusema ni shetani, wakati shetani hajahusika. Mwalimu, bado nikiwa tu hapo katika swala la mtoto. Naam. Kuna cases ambao tumekuwa tukizisikia za sodomizing pale nyumbani, mtoto anafanywa unyama na mzazi. Ndio. Na kwa kesi nyingi imekuwa watu wanakiuka maneno yale. Ndio. Inakuja kwa Children's Department, mama na baba wanakutana, wanaongea, wanaambia sawa, unampeleka huko nje, unanifanyia hivi, itakuwaje? Mimi nitafungwa. Wanakanyagia ile jambo. Inaisha. Mtoto wa kiume tayari anaenda shuleni akiwa na athari fulani. Naam. Tayari amegeuzwa, ameshakuwa gay tayari. Ndio. Mtoto wa kike pale tayari ameshaumizwa pale. Ndio. Unaona? Naam. Na yote sasa ni mtu wa nje amefanya. Now this is I'm talking about the internal affairs. Baba na mama wanajua, they are very aware of it. Kweli. Mama mzazi amenyanyaswa. There are women who are going through a lot in marriages. Kama wewe mwalimu, najua such a kind of cases you have encountered. Mama anakuja na kulilia, anaambia mimi nanyanyaswa, hata msinione hivi, kukosa hiyo feel kwa sababu nilikataa kufanya jambo fulani. We have seen those things, mwalimu. We are not new in this field. Kweli. Mtu mama anakuja pale analia kabisa, anakuambia kama mwalimu, mimi sijakataa kulipa school fees. Lakini nimeambiwa ndio kwa school fees, lazima nifanye hili jambo. Lazima nigeuzwe niwe mwanamume na mimi mwanamke. Naam. Ndugu mtangazaji, ni kweli unayozungumza, na sijui ni huruma ya mama ama ni huruma ya wanawake inaowaponza. Lakini kama utaniamini uniamini, na wapenzi watazamaji pia liwafikie. Ipo kesi ambayo mtoto wa kike ilichangia yeye na babake kuachana.
mtoto wa kike. Mfano mdogo, tuseme tu mimi nimeoa, alafu tumejaliwa mtoto wa kike msichana, alafu nimgeukie mwanangu huyo wa kike. God forbid. Kuna okay. Na mpaka sasa hivi huyo mwanafunzi nafikiri kama hayuko form 3 yuko form 4 shule fulani. Na baba bado yuendelea na hiyo hali. Ndio mke wake. Niseme tu wanawake ifike mahali wajue haki zao, wajue misimamo yao, si kupelekwa hivi. Na ndio maana mara nyingi ndugu mtangazaji, ni kwamba mimi katika tajriba yangu ya miaka 17 mara nyingi nikiwa na wanafunzi wanaambia kitu kimoja, especially wa kike. Don't think of getting married now. Don't think of getting married after school. Maliza shule, somea kozi, pata kazi, jitegemee, alafu uone ni mwanaume gani atakufuata. Most men fear working women. Kwa sababu wanajua the moment akimfanyia upuzi ata switch off na akasimamia maisha yake mwenyewe. Yes. Unaelewa? Na hicho ndio huwa na encourage, kwa sababu ndio the only weapon to fight back to these men ambao wamegeuka kuwa mashetani ndani ya nyumba. Kwa sababu how come Mungu alikuwa na sababu kumuumba mwanamke vile alivyokuwa, na aliumba kila sehemu na kazi yake maalum. Kwa nini wewe sasa ufikie kiwango kama kile? Why? Alafu wewe mama ushinde kusimama sasa wewe nawe unasema kwamba ni mume wangu. Hapana. Ama mtoto wako anaumia lakini kwa sababu hutaki majirani, hapana. Let the women stand on their 2 feet strongly and condemn it and work on it. So mimi unajua hapo kwa watoto kidogo huwa niko very sensitive. Ndio. Na especially sisi wanaume ndio walengwa. Naam. Maana mimi sijasikia mwanamke amerepu mtoto wa kiume. Ni wachache sana. Kama kuna cases ni chache. Lakini sisi wanaume cases zetu ziko everywhere. Na kuna watoto wenye wamenyanyaswa mpaka sasa hivi hawajapata haki. Ni wengi sana. Hii kwanza Junda yetu. Junda kuna cases nyingi za mtoto wamenyanyaswa. Na watu wametumia njia moja, na Abubakar najua wewe ni wa huku. Sasa mimi najua mimi kidogo na kule upande wa pili wa Busia. Lakini mimi ni mzaliwa wa Mombasa. Ndio. Mimi nimezaliwa pale sehemu za Ngangari, pale ndio nimezaliwa. Ulipozaliwa. Pale ndio maisha yangu yameanzia, hata shule chekechea na kuanza naanza pale kwa Askofu Karisa. Okay. Pale mwisho wa lami. Ndipo tunapata mboga wakati kama Makumba primary. Kweli. Unaona? Hapo ndo maisha yangu yameanzia. Na sasa leo hii mimi ni mwanamume, nimekuwa mtu mzima. Ndio. Nigeukie mtoto. That's what I'm trying to imagine. Nigeukie mtoto wa kike. Wakati Mungu ametupatia opportunity na tuko na watu ambao tumesoma nao, kuna watu ambao tumekuwa tumingle nao, kuna watu ambao tunakutana nao kila siku katika biashara, katika street. Vile umesema ya kwamba hii ni hadharati. Na unajua watu wengi wanafikiria kwamba ndugu yangu Abubakar, nataka tuelimisha watu kidogo, jamii. Watu wengi ukisema jambo la mihadarati wanajua kwamba ni nini, ni dawa ya kulevya peke yake. Hiyo ndio mbaya. Ndivyo wanavyofahamu. Jamii inajua hivyo. Ndio. Mwalimu, hebu tuambie, watakuangalia kesho. Hao wazazi watakuangalia kesho. Hebu tueleze ya kwamba nyinyi wakati tunafanya kwamba mihadarati tunamaanisha nini? Okay. When there's a mention of drugs ama mihadarati, huwa tunazungumzia chochote kile ambacho ukikitumia kinabadilisha ufanyakazi wa akili yako wa kawaida. Yani kutoka kawaida mpaka ile tunaita abnormality. Unaelewa? Yes. Kwa hiyo chochote utakachoweza kukitumia alafu kikakufanya wewe uwe kama mwehu au ufanye vitu vyako isipokuwa katika hali za kawaida, basi huo ama hiyo ni mihadarati. Na miongoni mwa mihadarati tunayozungumzia hapa ikiwemo hii migoka, marungi, bangi, shisha na vingi vinginevyo. Dawa kulevya ambapo ni cocaine, heroin, zote hizo. Hata chang'aa pia sisahau. Lakini ingawa percentage yake ni kidogo, kwa sababu mtu akilewa hajielewi. Ni kweli. Ile chang'aa mtu anapolewa kidogo ukosa yeye mwenyewe hana nguvu kwanza. In fact umeona kuna sehemu zingine wanawake wanafanya maandamano, wazee wamekunywa pombe ama mwalimu, upande wao kidogo tunaweza sema pombe kidogo, tunaweza sema haiwezi kosi mtu akafanya vituko zaidi.
Lakini kuna hizi hard drugs. Yes. Hizo hard drugs ndio zinasukuma mtu sana kwa upande huo. Yes. Na ukiangalia ni kwamba some of us are involved as passive takers of the drugs. Kwa sababu wewe unakaa katika mazingira ambao wanavuta, wewe pia unavuta kabisa. Pendelea kufanya nini ndugu yangu, na ndio hali watoto tunao. Sawa. Angalia kama mtaa mmoja, kwa upande wa pili kuna mtaa fulani ambako mimi na experience pia kufanya kazi. Huko nilikuwa nikikutana na sindano zile ambazo wale hujidunga nazo, zipo tu kiholela holela. Najaribu kuimagine na mtoto mdogo huyu anapokumbana nayo ile. Alafu unajua nikwambie ndugu mtangazaji, hawa watumiaji wa madawa kulevya ni wajanja. Sijui niseme ni ujanja ama ni ujinga. Wao sasa hivi wanajua madawa ya kulevya yako gani. Kwa hiyo ananunuliwa Abubakar atumie. Alafu zaidi ya watumizi 10 wanamdunga sindano Abubakar, wakitoa damu wakijidunga wao. Wasikilizaji, mnasikia maneno hayo. Mimi hapo nadhani mwalimu hapo, mimi siko hapo kwa kutoa damu na kueleza vitu ambavyo vipo. Mimi kwa damu upo hapo hata kama ni rafiki yangu. Dawa ikae, drugs zikae, lakini mambo ya kutoa damu mimi ni nungu. Lakini ukiletewa kifukoni utatumia nini? Ukiletewa kifukoni hiyo dawa utatumia? Sasa mimi sijui ni kitu gani. Sasa wenyewe inabidi niangalie vizuri. Okay, tunaporudi katika sehemu zetu za mwisho, tunapoelekea pale katika kumaliza, ningependa tu kuuliza swala bodi la kidogo la dini. Najua kuna shule ambazo unasikia kwamba hii shule hii ya Kiislamu, hii ni shule ya Wakristo. Tumekuwa na kesi Machakos. Ndio. Kama mwalimu najua lazima umeipata kesi. Imefika. Hebu nieleze hapo kidogo, maana kuna tetezi huko kwamba kuna jamaa wanasema watoto fulani hawawezi kuwa admitted kwa hii shule kwa sababu ya misingi ya kanisa ama misingi ya dini. Kwa nini? Asante sana. Kilichopo katika ulimwengu sasa hivi ni kwamba kuna vitu vinafanyika nyuma ya pazia bila wewe na mimi kujua, na kama tunajua kwa uchache zaidi. Yes. Kumbuka kwamba dini ni mfumo wa maisha. Sasa wale waasisi walioshushiwa neema ya hiyo dini, aidha wanaitumia vizuri au vibaya kuhakikisha kwamba wanatimiza malengo yao. Upande wangu mimi, jambo kama lililolisikia si jambo sahihi, na sio huko peke yake. Hapa karibu na nyinyi, uzuri na linda ulimi wangu, ni kwamba ipo shule ya Kikristo. Ukienda kama Muislamu itabidi uingie kwenye nyumba ya kanisa na uombe kama na wale wengine vile wanavyotaka wale, ambapo hiyo ni kukeuka dini, ni kinyume kabisa. Si kweli? Kuna haki za dini. Unaona? Sasa mimi ningependa kwamba kama ingewezekana serikali iingilie kati, ipate kuona kwamba kuna usawa unaletwa. Unajua ni vizuri kwa mfano mahali ambako kuna shule fulani kuwe na dini zote mbili. Yes. Kiasi kwamba kama ni Muislamu anapata mwalimu wa Kiislamu anamfundisha, ni Mkristo anapata Mkristo anamfundisha. Very true. Yani wote waridhike kwa upande ama kwa kiasi. Watazamaji wetu, hakikisha kwamba ume-like pale na ume-subscribe kuhakikisha kwamba tunapata viewers. Asante sana watazamaji wetu wa Junda, na muwe na usiku mwema wenye fanaka na manufaa. Asante sana.